Wewe ni mtoto au ni mtu mzima? Mimi au. Hapo umekuja na nani? Hapa bodaboda. Hello ndugu zanguni. Hello mashabiki zangu. Na ambao sio mashabiki zangu. Hello. Jamani, naomba nitoe ufafanuzi kuhusu hii video. Kwamba ni mimi au AI au nini. Naomba nitoe ufafanuzi kuhusu hii video. Kabla sijatoa ufafanuzi, naomba tuione kwa faida ambayo hujaiona. Tusikilize, afu ndipo nitoe ufafanuzi kuhusu hii video. Nini kilichopo ndani yake? Tusikize kwanza. Wewe ni mtoto au ni mtu mzima? Mimi au. Hapo umekuja na nani? Hapa bodaboda. Lakini ni mtoto. Si popote. Utachagua tu. Kwa nini unafanya iwe siri? Sio siri, utachagua. Nikikwambia hiki utasema hiki, wewe utachagua. Chochote utachosema sawa. Unawaambia nini watu ambao wanahisi wewe ni mtoto mdogo na pengine wanahisi pengine upo shuleni unasoma? Mambo sawa. Jamani, inatosha. Inatosha. Jamani, nimekuja mbele yenu kueleza kuhusu hii video kwa sababu moja tu. Hii video ina trend sana. Yaani imetrend sana kwa kipindi hichi. Watu wengi wananitumia, watu wengine wananitaja, wengine wananiuliza sana. Nzala hii vipi? Ni wewe? Huyu nini? Ni nini? Hatuelewi Nzala nini shida? Yaani tueleweshe. Jamani, naomba nifafanue kwa niaba ya watu wote ambao wanataka kuniuliza, wengine hawajapata nafasi kuniuliza. Naomba nitoe ufafanuzi kuhusu hii video. Msijue kuhusu hii video. Naomba nitoe ufafanuzi kidogo. Huyu bwana, huyu ni mimi. Huyu ni mimi. Na hapa nadhani ni miaka 2022 hivi. Na shati lenyewe hilo nilikuwa nimevaa nili hapa. Shati nili hapa. Kwa hiyo ni muda kidogo. Lakini hapa sio kwamba labda nilikuwa na kiburi au kwamba nilikuwa yaani watu wamenitafsiri kama nilikuwa na kiburi, wengine wanaona nimemjibu mwandishi wa habari vibaya. Nini? Na wengi hata ndugu zangu wa karibu waliniambia hivyo. Kabla ya watu hii video ku trend, waliniambia hivyo, lakini sio hivyo. Kwa upande wangu niona sio hivyo kama walivyofunua watu. Mimi sikuiona kwa namna hiyo kama na kiburi au vipi. Lakini hiyo video hiyo ni interview tulifanya. Kuna media inaitwa Mbengo, kitu kama Mbengo TV. Tulifanya hiyo interview. Nilikuwa nimeenda kufanya interview na binti Kigoma. Nilikuwa nimefanya na interview, nimeenda kufanya interview pale na njaa zangu, nimeshachoka hapa na njaa. Nasema naenda nyumbani. Huyo bwana ni ndugu yake, si rafiki yake binti Kigoma. Naomba nifanye na Nkozala interview. Akasema ongea naye. Kuja kwangu mimi nikamwambia, kaka, kwa sasa mimi sipo poa, afu wewe unaniambia kwamba utafanya interview ujue umri wangu, wakati mimi yani kwa kipindi hicho nilikuwa sijataka kuweka umri wangu public. Nikasema utapata kitu ambacho unataka wewe. Najua unataka kitu kwamba upate umri ili labda video iende viral. Huyu ana umri fulani, huyu ana umri fulani. Ataka wanamna yani anahisi ilikuwa ni hivyo ili ipate habari iwe kubwa. Na mimi sikutaka. Kwa kipindi hicho nilikuwa bado nafanya kazi comedy, nafanya kidogo, watu wananijua kidogo, wanitambua. Lakini sikutaka niende viral kwa kujulikana umri. Kwamba huyu mkubwa kaza. Sababu gani? Sikutaka hivyo. Niona kabisa naweza nikatrend kupitia umri. Watu wengi wakanijua kupitia umri. Kwamba huyu mkubwa miaka mingapi? Maana huyo yuko na trend ya miaka mingapi? Sikutaka hivyo. Kwa sababu gani? Ningetrend kwa namna hiyo. Hadi ningefanya comedy wakasema huko baada ya kujulikana na umri mkubwa kutrend, ndo ameamua kufanya comedy au ameamua kuingia kwenye sanaa. Sikutaka ijulikane hivyo, na kuelewesha watu kwamba ni sio hivi ni hivi ni ngumu sana. Kwa sikutaka watu wanielewe kwa namna hiyo. Ndio maana nikasema kwa sasa situtaje umri mpaka pale ambapo kazi zangu kidogo watu wamepata kuziona na wameniamini kwamba na kipaji, watu wanaamini kwamba kuna jambo fulani na na jambo fulani nataka kuonyesha watu kwamba na mimi kidogo na idea.
Nikasema nataka nifanye kwanza mimi kama mimi sanaa kwanza. Afu mambo umri nitatangaza mbele. Bwana tukakutana kwenye interview. Nikamwambia utapata kitu ambacho unakitaka. Tufanye hivyo interview. Nikajua bisa lengo lake huyu anizungushe mwisho siku nimtajia umri. Anipatia maswali utatata watu tuwajua bisa huyu ni mkubwa ya miaka kadhaa. Japokuwa watu wengi mwenye akili timama ajue bisa huyu ni mkubwa kwa maswali yake anavyojibu anavyomkimbia mtu. Jinsi anavyotoroka. Kwa mfano swali sikiza. Hapo umekuja na nani? Hapa bodaboda. Yaani? Anasema huyu mtoto mdogo hawezi kusema hivi, amekuja hivi, hawezi kusema hivi. Hata kama jini hawezi kusema hivi. Kwa hiyo mtu akilia kujiongeza ajue bisa huyu hawezi kusema hivi. Lakini sikutaka jambo liwe hivyo. Kwa hiyo jamaa sidhani aichukuliaje kwa, lakini yeye aichukua nadhani happy tu kuchukua kwa sababu kulingana na maelezo yangu nilivyomweleza kwamba sijataka umnianguka public. Ndo nasanya akuchukua vibaya. Lakini watu wengi sana wanasema sawa kwenye comment kwamba unadharau si nini kidogo kujulikana kidogo dharau nyingi video hivyo postiwa hapo. Kwa hiyo mimi nikasema kwa sababu lengo langu ni hivi, ngoja ni pambane lengo langu mwisho siku umri nitatangazaga mbele. Alhamdulillah miaka 2 au 1 mbele nikaja kutangazaga umri wangu. Nadhani umri mara kutangaza nilikuwa na miaka 20 nadhani. Nitangaza miaka 20. Miaka 20 nitangaza. Watu wakasema watu wanapata picha. Kumbe mkubwa huyu. Kumbe mkubwa. Kumbe kaka, kumbe umezidi. Mdogo wangu. Kwa hiyo ni hivyo kwa ufupi, ni mimi huyo, ni hivyo. Na shati langu hili ni Vasco ya interview. Kwaga mpya ili nilikuwa nikivaa kana demo wako Kimbweta atoki. Kwa hiyo jamani, natumai watu kidogo mmenielewa. Maswali yapungue jamani. Maswali nachoka watu wengi wanishare mpaka sema jamani, nachoka jamani. Kwa jamani, ni hivyo. Asanteni kwa kunisikiliza Tanzania. Asanteni kwa kusikiliza nani wa wapi nchi, all of you. Kenya wapi, all of you. Thank you for watching. Thank you for take eyes for me. Eyes nini? Skin nini? Skin. Take a skin for me for listen. Okay. Bye. Wewe ni mtoto au ni mtu mzima? Mimi au